Eternal Father, I offer you the body and the blood. Anashukuru Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, ambaye ametupea fursa kwa mara nyingine tupatikane ili tupate kusemezana. Mpendwa msikilizaji, mimi ni mtumishi wa Mungu Pastor Leonard Omondi wa kanisa wa God of Eternity Church ambaye iko katika eneo la Nairobi Dandora Phase 4. Natumika mahala pale. Naomba Mungu atupee neema ya kuenda mbele pamoja, mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu asubuhi hii ya leo. Mungu ambaye amekuamsha akuna ujumbe nzuri ambaye amenipea ili nipate kuleta kwako. Kunayo ujumbe wa Bwana, ujumbe ambayo ni ya baraka, ujumbe ambayo ni ya msaada, ujumbe ambayo Bwana amenipea asubuhi ya leo, ya kwamba wewe pamoja na mimi tusikie na tusikie yale ambayo Bwana anatarajia mwaka inapokuwa bado yiko vile ilivyo. Mwaka ndio imeanza na mwezi ndio hii ya pili tumeanza, na Bwana wa majeshi ako na ujumbe lako. Nataka tusome andiko la Bwana pamoja na wewe, na Mungu atusaidie ili sikie Bwana wetu anasema nini. Wacha tuende katika neno la Bwana katika kitabu cha Samueli wa pili 18:21, ikiendelea inasema hivi: Ndipo Yoabu akaambia mtu mmoja Mkushi, wewe nenda ukaeleze mfalme yale uliyoiona. Mkushi akainama kwa heshima mbele ya Yoabu, akaondoka mbio. Kisha Ahimazi mwana wa Zadoki akamwambia Yoabu tena, haidhuru, niruhusu na mimi nikimbie yule Mkushi. Yoabu akamwambia, mbona unataka kukimbia mwanangu? Wewe hutatuzwa lolote kwa habari hii. Ahimazi akamwambia, haidhuru, nitakimbia. Basi Yoabu akamwambia, haya, kimbia. Kisha Ahimazi akakimbia akifuata njia ya nyikani kupita yule Mkishi. Andiko inasema 28 hivi: Ndipo Ahimazi akaambia mfalme kwa sauti kubwa, mambo yote ni sawa. Akainama mbele ya mfalme, akasujudu na kusema, na atukuzwe Mwenyezi Mungu, Mungu wako, ambaye ametukomboa kutoka watu walionuia mikono yao dhidi yako, bwana wangu mfalme. Mfalme akamwambia, je, kijana Absalom hujambo? Ahimazi akasema, wakati Yoabu aliponituma mimi mtumishi wako, niliona kulikuwa na makelele nyingi, lakini sikufahamu maana yake. Mfalme akasema, kaa kando na usimame hapo. Basi Hamisi akakaa kando na akasimama kimya. Ndipo yule Mkushi akafika, naye akasema, kuna habari njema kwako bwana wangu mfalme. Maana Mwenyezi Mungu leo ametukomboa kutokana na nguvu za wale wote waliokuwa wanainuka dhidi yako. Mfalme akamuuliza, je, kijana Absalom hujambo? Mkushi akasema, maadui wako bwana wangu mfalme, pamoja na wote walioinuka dhidi yako, wakikutakia mabaya, wewe kama huyu kijana Absalom. Bwana abariki neno lake. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu asubuhi ya leo, nashukuru Bwana sana ambayo amenituma mimi niwe chombo katika
hii studio ili tupate kunena pamoja kwa yale ambayo Bwana anataka tuongee. Leo hii Bwana amenituma niongee na wewe ambayo unanisikia asubuhi ya leo, ya kwamba katika maisha, katika mwaka ambayo ni mbichi ndio imeanza kama hii ya 2023, Bwana amenituma ya kwamba nikuambie ya kwamba kuna mbio ambayo watu wanakimbia, lakini anatamani kuona kama wewe kama mtoto wake unapokimbia, unakimbia mbio ambayo kuna kusudi. Kuna watu wengi wanakimbia katika maisha, lakini wanakimbia mbio haina kusudi. Lakini Bwana amenituma ya kwamba niongee na wewe ambayo unanisikia asubuhi ya leo, wewe ambayo umeamuka asubuhi ya leo, wewe ambayo kuna hali unapitia asubuhi ya leo, wewe ambayo maisha yako kuna yale ambayo uko na mzigo ambayo umebeba siku ya leo, wewe ambayo uko na ndoto ya maisha yako, wewe ambayo uko na maono ya maisha yako, wewe ambayo uko na biashara, wewe ambayo uko na kazi. Bwana amenituma nikuambie ya kwamba kunaye mbio ambayo watu wanakimbia. Wengine wanakimbia mbio ambayo hawajui wanaelekea wapi. Bwana amenituma nikuambie kwamba wewe ni mtoto wa Mungu, akona kusudi na maisha yako, akona ujumbe ambaye amenipea ya maisha yako, akona mambo ambayo amepewa wewe mwenyewe. Na kuna mambo kadhaa ambayo watu wanapokimbia, wengine wanakimbia bila kujua ya kwamba wanakimbia nini. Lakini nimekuja nikuambia asubuhi ya leo ya kwamba Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba haifai wewe ukimbie bila kujua ya kwamba unakimbilia nini. Haifai wewe ulie bila kujua unalia nini. Haifai wewe uwe na mbio haraka sana bila kujua. Kunaye watu wengi ambayo wanakimbia ambayo hawajui wanakimbia nini. Kunaye watu wengi ambayo wanakukimbiza, lakini wewe pia unakimbia nao bila kujua ya kwamba wao wametoka wapi na wanaenda wapi. Kunaye watu wengi ambayo maisha yao kuna vitu inafanya wanakimbia nyuma yako. Sasa wewe pia uko na pressure ya kwamba kuna watu wanafaulu, lakini sio ati wanafaulu. Wao wanakimbia bila agenda. Wao wanakimbia bila ujumbe yote. Wao wanakimbia bila yule ambayo amewatuma. Wao wanakimbia. Sasa umeingia mbio yao. Bwana amenituma niwe chombo ya kwamba usikimbie kwa sababu watu wanakimbia. Kimbia kwa sababu kuna ujumbe wa Bwana. Kimbia kwa sababu kuna mizigo umebeba. Kimbia kwa sababu wewe kuna mahali umetoka na kuna mahali unaenda. Andiko ambayo tumesoma wapendwa, inaongea kuhusu mfalme wa Mungu Daudi ambayo Mungu alimteua. Na andiko inasema ya kwamba Daudi kuna wakati alikuwa na upinzani. Kuna wakati alikuwa na waliokuwa anampinga na jeshi lake. Na Daudi andiko inasema ya kwamba Daudi aligawa jeshi lake katika kikundi 3. Na hizi vikundi zote zilienda nje kupiga vita na maadui wa Israeli. Andiko inasema ya kwamba kijana yake Absalom aliongoza kundi moja ambayo ilikuwa inampinga. Kijana yake Absalom aliongoza kundi ambayo ilikuwa inanuia kumumaliza. Na yeye pia akatoa jeshi lake nje kwa sababu yule ambayo anapigana na maisha yako lazima utoke nje. Na hiyo ndio ombi ambayo tulikuwa tunaomba wapendwa. Na katika hiyo harakati ya kupigana, andiko inasema ya kwamba Yobu ambaye alikuwa anaongoza kikundi moja ya Daudi akapata habari ya kwamba Absalom ambayo ni kiongozi ya jeshi ambayo inapinga Daudi baba yake, Absalom tayari akiwa juu ya farasi katika jeshi, akiwa juu ya farasi alishikwa na miti, kichwa yake ikashikwa na miti na mwishowe Absalom amekufa. Sasa ripoti ilikuwa irudi kwa baba yake Daudi, yule ambayo anaongoza jeshi. Ripoti ilikuwa irudi na Yob akatuma mkushi mmoja arudishe ripoti. Lakini baada ya kutuma, andiko inasema ya kwamba Ahamisi pia akajitokeza. Ahamisi pia ambaye alikuwa katika jeshi ya Yob akajitokeza ya kwamba anataka kupeleka ripoti yeye pia. Lakini anataka kufuata mkishi ambayo alitumwa apeleke ripoti. Yeye pia anataka kumfuata kwa sababu mkishi alikuwa mzuri kwa mbio na yeye ndio ameteuliwa. Yeye ndio akona tuzo
hata akipeleka hiyo ripoti, kwa sababu ametumwa rasmi. Ako na ujumbe ambayo imetoka kwa kiongozi ya vita ambayo ni Yoabu, ili ende kwa mfalme Daudi aelezwe ya kwamba kuna tayari ushindi imepatikana, mambo inaendelea vizuri, mambo sio vibaya, adui zake wameanguka. Na Biblia inasema vizuri wapendwa, ya kwamba katika hiyo harakati, baada ya Mkishi kutoka, baada ya huyo Ethiopia kutoka ili apeleke ripoti, andiko inasema ya kwamba Hamisi pia akatoka. Hamisi pia akajipendekeza kwa Yoabu ya kwamba hata mimi nataka nikimbie nipeleke hii ripoti, nikimbie nyuma ya huyu ambayo umemtuma, huyu Mkishi ambayo umemtuma, nataka nikimbie nyuma yake, nataka nimkimbize, nataka nimfuate, nataka ya kwamba akikimbia mimi pia nionekane na kimbia nyuma, nataka nimuonyeshe ya kwamba naweza kimbia kumshinda. Lakini hakujukua na ujumbe. Anaulizwa ya kwamba kwa nini we ukimbie, lakini hakuna tuzo yoyote ambayo utapata, hakuna ripoti yoyote ambayo umebeba, hakuna jambo lolote ambayo unajua. Lakini anasema ya kwamba mimi nataka tu kumfuata. Andiko inasema ya kwamba Yoabu akamruhusu ya kwamba sawa, unataka nenda nyuma yake. Na Biblia inasema ya kwamba Mkishi akiwa njiani anapeleka ripoti kwa Daudi. Mkishi akiwa njiani amebeba ujumbe kwa Daudi. Mkishi akiwa njiani anaona ya kwamba huyu Hamisi anampita, lakini Hamisi anampita lakini hana ujumbe. Wapendwa, ni nini najaribu kuletea siku ya leo? Bwana amenituma nikuambia kwamba mwaka imeanza, kuna shughuli mingi, kila mmoja ako na maono, kila mmoja ako na ndoto, kila mmoja kuna jambo ambayo Bwana anajipanga kufanya katika maisha yako. Lakini unapojitazama unaona wala ambayo wanakimbia mbio kuhusu wewe, wala ambayo unaona ya kwamba tayari wamefanikiwa. Unapotazama unaona watu wengi, unapotazama unaona watu ambayo wameinuka, unaona watu ambayo wanakupita. Unapotazama familia yako, hata wakati huu watu wanarudisha watoto shuleni, unatazama yako unaona ya kwamba yangu yote imebaki na ya wengine wanaingia. Unapotazama hata biashara, mambo waka imeanza, Mungu amesema ni mwaka wa baraka, mwaka wa kupanua watu. Unaona watu wanaamuka asubuhi, watu wanafanya mambo mawili matatu manne, na wewe mambo yako ni kana kwamba imekwama. Unapoona watu katika biashara, unaona ya kwamba watu wanainuka. Katika ndoa watu wako na mpangilio, unaona wengine wanafanya mambo yao, mpaka unaangalia unajisemea ya kwamba kana kwamba mimi Mungu amenisahau. Bwana amenituma na ujumbe ya kwamba yale ambayo ameweka ndani yako, ya kwamba yale ambayo ametuma wewe nayo, ya kwamba yale ambayo ni yako, hiyo ni yako. Wacha mambo ya watu, wacha pressure ya watu, wacha mbio ya watu. Kuna watu ambayo wamejitokeza mbio lakini hakuna kitu wamebeba. Kuna watu ambayo andiko inasema ya kwamba Yoabu hakutuma Hamisi, hakutuma huyu ambayo anakimbia ya kufanya mishuli yake ionyeshe kwamba anajua kukimbia. Kuna watu wamekuzingira mpendwa, kuna watu wako karibu na wewe mpendwa, kuna watu ambayo wanakaa katika familia, katika jamii yako, katika huduma yako, katika karibu na maono yako, wala ambayo wanafanya hata biashara kama hiyo unafanya, wala ambayo wako na mambo kama hiyo uko nayo. Wengi wao wanaonekana ya kwamba wao wako na mbio sana, wao wako na nguvu sana, wao wanakimbia sana, wamekupita mpaka unapojiangalia unasema ya kwamba kana kwamba wewe uko nyuma. Wewe unaona ya kwamba wewe uko chini sana, wewe unaona ya kwamba wewe hujatimiza mambo vile inavyofaa. Wewe unapojiangalia unasema ya kwamba kwa sababu gani mimi niko vile nilivyo, watu wananipita. Lakini andiko inasema ya kwamba huyu Hamisi hakukuwa na jambo lolote ndani yake.
yake. Alipofika mbele ya Daudi, kabla hajafika, Daudi anatuma walinzi wake waangalie ni nani anakuja na akona report gani. Wakasema ya kwamba kuna mtu anakuja mbio. Huyo mtu anaitwa Hamisi, ni mtu anajulikana. Daudi anasema ya kwamba afunguliwe. Huyo ni mtu wetu, huyo si mtu tunamtambua. Huyo ni mwanajeshi ambaye namtambua, lakini hana ujumbe ya kiongozi wa vita. Hana ujumbe yeyote ambayo amebeba. Alipofika anaambiwa ya kwamba nini inaendelea? Absalom anaendeleaje? Absalom hali yake iko aje? Lakini anasema ya kwamba mfalme, mimi kuna kelele tu wakati kabla sijatumwa, na hakuna aliyemtuma. Kuna kelele nilisikia. Sasa sikufahamu ni nini ilifanyika hapo ndani. Ripoti, mfalme anataka ripoti. Ni nini inaendelea? Mpendwa, wacha kuenda na ripoti ya watu. Mfalme anataka ripoti yako wewe mwenyewe. Mfalme anangoja ripoti kuona ya kwamba wewe mwenyewe, hata kama kuna hali unapitia, ni nini umeshika. Wacha kuenda na mambo ya watu. Kwa sababu gani? Wewe hata kama utaenda polepole, by the time utafika, ile wakati utafika, ripoti yako itasikizwa. Ile wakati utafika mbele ya mfalme anangoja kusikia ripoti yako. Mfalme anataka kusikia vile umengoja. Mfalme anataka kusikia ile ujumbe umefika nayo. Mfalme anangoja kusikia ile jambo ambayo uko naye. Andika inasema ya kwamba Hamisi alipofika hana ripoti. Mfalme akazambia kwamba kimya, kaa kando. Wewe mpendwa, hata kama unaonekana ya kwamba watu wanakupita, lakini kuna ujumbe wa Bwana uko naye. Inaonekana watu wanakupita, lakini kuna ndoto uko naye. Inaonekana hata watu wamempita, wengine wako na mbio, wengine wanaona ya kwamba nimefika miaka fulani, sijaoa, sijafanya 1 2 3. Wapendwa, sio hivyo. Ripoti yako hata kama umefika miaka ngapi itakuja kutimia. Mungu ambaye tunamwabudu, Mungu ambaye tunamuinua, Mungu ambaye tuko mbele yake, hananga mwaka ya kuinua watu. Abrahamu alimbariki. Kama Abrahamu ni mzee, ndio Abrahamu akabarikiwa akawa na mtoto. Hata wewe inaonekana leo ya kwamba watu wanapokutazama hawaoni kitu kizuri ndani yako, lakini nimekuja nikuambie asubuhi ya leo ya kwamba hii mwaka usiende na mbio ambayo haina kusudi. Kuna kusudi la Bwana ndani ya maisha yako. Kuna ujumbe ya Bwana, kuna agano ya Bwana, kuna ndoto ambayo Bwana wa majeshi ameweka ndani yako. Bwana wa majeshi amenituma nikutangazie ya kwamba katika maisha yako ndio kuna mbio uko nayo, ndio kuna vita uko nayo, ndio kuna mambo ambayo watu unapotazama, ukipima maisha yako na ya wengine, inaonekana ya kwamba wewe uko nyuma. Lakini Bwana wa majeshi amenituma nikutangazie ya kwamba wacha kupimana na watu. Wewe mbio yako ni yako. Wacha kukimbia kama watu. Wewe kimbia kulingana na kusudi lako. Ndiko inasema katika kitabu cha Matendo ya Mitume 13:39 ya kwamba Daudi alitumikia wa kizazi chake na alitumikia kwa kusudi, ndio akapumzika. Alitumia kwa kusudi. Ni kusudi gani ndio Bwana ameweka ndani yako? Ni kusudi gani? Wewe kuna kitu iko ndani yako. Wacha kukimbia na watu ambayo hujui wametoka wapi. Tuko katika tuko katika wakati ambayo watu wanakimbia sana. Tuna watu wengi wanakimbia wapendwa kutushinda. Kuna watu wengi wanapokimbia unadhania ya kwamba wako mbele yetu. Kuna watu wengi ambayo wanapokimbia, kimbia na kusudi lako, kimbia na maono yako, kimbia na lengo yako, kimbia ukijua ya kwamba yale ambayo umebeba. Mwingine ambaye anakimbia mbio hana kitu ambaye amebeba kama wewe. Wengine wakifika mahali wanafaa waonyeshe ya kwamba ulikuwa unakimbia nini, hawana kitu ya kuonyesha. Huyu Hamisi alipofika mbele ya mfalme Daudi, hangeonyesha ya kwamba alikuwa anakimbia nini. Hangeonyesha ya kwamba mzigo gani ameleta. Hangeonyesha ya kwamba kuna ujumbe gani. Akaambiwa nyamaza, kaa kando. Wapendwa,
hata kama kuna hali unapitia, wacha kukimbia vile wengine wanakimbia. Wewe ni wewe, mimi ni mimi. Maono ambayo Bwana amekupea, niyo maono bado iko hai. Uweza ambayo Bwana amekupea, hiyo uweza ambayo bado iko hai. Ujumbe ambayo Bwana amekupea, hiyo ujumbe ambayo bado iko hai. Baraka za Bwana juu ya maisha yako, hiyo baraka bado iko hai. Uweza, mamlaka ya Bwana ambayo Bwana amekupea, hiyo hakuna mtu mwingine amepewa. Wacha wala ambayo wanakimbia mbio, wacha wala ambayo wanakimbia na hawana vitu ambayo wamebeba wakimbia. Yule ambayo hana mzigo huwa anakimbia sana, lakini aliye na mzigo anaweza kosa kukimbia sana, lakini akona kitu amebeba. Bwana amenituma na ujumbe lake asubuhi ya leo, ya kwamba nikueleze ya kwamba kuna kitu umebeba, kuna maono umebeba, kuna ujumbe umebeba, kuna upendo umebeba, kuna mzigo ya Bwana umebeba. Wacha wakati watu wanakimbia huku na huku, wengine wengi hawana kitu wamebeba. Bwana wamebeba, na ndio kwa sababu wanakimbia hivyo hivyo. Mtu ambayo hana mzigo huwa anakimbia sana. Andiko inasema katika kitabu cha Wahibrania 12 mstari wa 3, andiko inasema hivi: fikirieni juu ya mambo yaliyompata Yesu, jinsi alivyo stamhili upinzani kubwa kwa watu wenye dhambi. Basi msife moyo wala msikatae tamaa. Yesu Kristo alikuwa na mzigo mzito. Yesu Kristo ambayo ni mkombozi wetu, ambayo amefanya mimi niwe vile niliwe leo, na amefanya wewe, na ako na nia nzuri na maisha yetu. Huyo Yesu Kristo, andiko inasema ya kwamba tufikirie vile alivyo kuwa na upinzani kubwa. Kuna wapinzani kubwa kuhusu maisha yako, kuna wapinzani kubwa kuhusu ndoa yako, kuna wapinzani kubwa kuhusu jamii yako, kuhusu ndoto yako, kuhusu mwito wako, kuhusu kazi yako. Iko na upinzani kubwa. Tufikirie vile Yesu Kristo alikuwa na upinzani kubwa na akavumilia, akamstahimili kila hali aliyepitia. Kwa sababu gani? Alivumilia. Wapendwa, tusiwache kukimbia mbio zetu kwa sababu ya mbio ya wengine. Andiko inasema ya kwamba alikuwa na upinzani kubwa. Alikuwa na wale ambayo wanampinga, wale ambayo wanasema ya kwamba wewe hutaweza. Wapendwa, leo hii mwito ambayo uko nayo, ujumbe ambayo Bwana amekupea, lengo ambayo Bwana ako nayo na wewe, iko na upinzani. Wacha kukimbia mbio ya wengine, kimbia mbio ambayo iko na kusudi, kimbia mbio ambayo inatukuza Bwana. Wapendwa, Bwana amenituma nikueleze ya kwamba mimi ni mimi, wewe ni wewe. Wacha kuenda na yale ambayo watu wanasema. Wacha na wale ambayo huwa wanaonyesha ya kwamba wao ni hodari sana. Kuna wale ambayo mara mingi huwa wanachomoa mikono yao ya kuonyesha ya kwamba wao ndio wako mbele, na mara mingi unapoangalia vile wanakimbia wakiinua mikono yao juu wakionyesha ya kwamba wako mbele, huwa inastua, huwa inaleta hofu, huwa inaleta uoga. Lakini Bwana wa majeshi amenituma nikuambia mpendwa ya kwamba wacha uoga, wacha kukimbia kama vile wengine wanakimbia. Wewe ni wewe, mimi ni mimi. Tuache kila uoga, tuache kila hali ya hofu, tuache kila jambo ambayo inatatanisha, hata huduma ambayo uko nayo, hata watoto ambayo uko nayo. Wapendwa, inawezekana leo ya kwamba wengine mambo yao inaendelea vizuri, lakini mbele pale kuna hajaji, kuna yule aliyetutuma, kuna yule ambayo ni mwenye maono, kuna yule ambayo ametushika mikono, kuna yule ambayo anafanya uamuzi. Andiko inasema ya kwamba Hamisi alipofika mbele ya mfalme Daudi akapewa nafasi, anafanya ya kwamba anasujudu, lakini ana ripoti, anajifanya ya kwamba anapiga magoti chini ili Daudi aone ya kwamba anaulizwa kwamba uko na ripoti gani. Wapendwa, kuna ripoti ambayo Bwana atauliza mwisho, ya kwamba wewe ambayo unaona ya kwamba watu wamekushinda, uko na ripoti gani? Haijalishi ya kwamba umechelewa, hata kama umechelewa, lakini ripoti ambayo uko naye, ujumbe ambayo umebeba, mambo ambayo Bwana ameweka ndani yako inakuja kutimia. Andiko inasema ya kwamba wakati Mkushi alifika, na amefika na ripoti nzuri, amefika ya kwamba huyo upinzani wako wa kuchini
chini, alifika na ripoti ya kwamba mambo iko sawa. Hiyo ripoti yake ilifanya mfalme akakawa na utulivu. Hata wewe unapokimbia mbele ya Bwana, yale ambayo Bwana anangoja ni ripoti ambayo umebeba. Uko na ripoti gani? Uko na ujumbe gani? Wacha kung'ang'ana na wale ambayo hawajatumwa. Wewe umetumwa. Wacha kupigana na wale ambayo shetani ameleta. Wewe uko na kitu cha Bwana. Asubuhi ya leo nataka nikuambie ya kwamba, nataka nikuombe mpendwa, ya kwamba Bwana atafanya uchomoke na uonekane. Hata kama kuna mtu anang'ang'ana na wewe, Bwana atafanya uchomoke na uonekane ya kwamba wewe ni mshindi. Ripoti ambayo umebeba iko sawa. Ripoti ambayo umebeba ni ya ukweli. Hali ambayo uko nayo iko sawa. Wacha kupimana na mwingine. Nataka niombe na mtu mmoja. Nataka niombe na familia moja. Nataka niombe na mtoto mmoja ambaye anasema ya kwamba hata kama niko kwa nyumba sahihi, mzazi mmoja ambaye anasema ya kwamba mimi niko na hakika ya kwamba mtoto ambaye niko nayo ni Mungu amenipea. Mtu ambaye anasema ya kwamba hatima yangu inakaa kana kwamba imenyamaza sana, hakuna dalili, lakini Bwana anajua ya kwamba wewe unanijua. Yule ambaye anasema ya kwamba mimi najua ya kwamba Mungu ananipenda. Yule ambaye anasema ya kwamba hata kama kuna mambo ambayo imekawia, hata kama kuna mambo ambayo inakaa mbaya, lakini nataka kuomba na mtu mmoja ambaye anasema ya kwamba mimi natumainia Bwana wakati kama huu. Hebu shika tu TV yako, hebu inama tu chini mahali huko, hebu piga tu magoti, niombe na wewe. Nataka niombe Bwana wa majeshi anayewachilia upako ya kwamba hata wala ambayo wanaonekana hawako chini, Bwana ako na kusudi. Unapokimbia hata kama watu wamekupita, na mwishowe itaonekana. Nataka niombe na wewe mpendwa. Mungu ni mwaminifu, Mungu anajali. Hebu shika tu TV tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa mtazamaji na msikilizaji wangu ambayo Bwana wa majeshi, wale walio mzingira wamekimbia sana, wamemsukuma. Wale walio mzingira wakacheka, wakaongea mambo mengi ambayo haifai juu ya maisha yake, akaonekana ya kwamba ameshindwa. Lakini Bwana wa majeshi, na kushukuru kwa sababu kusudi lako, kwa sababu mpango zako, kwa sababu Bwana wa majeshi mambo zako haijabadilika. Yale ambayo uliweka ndani yao bado ni vile ilivyokuwa. Na kushukuru kwa sababu hawataibika, hawatakaa ya kwamba na ripoti yao haitaona jua, bali ripoti yao itaona jua, bali ripoti yao itakuwa ripoti ambayo inakupendeza. Na kushukuru kwa sababu wewe mpendwa hataibika, hatashindwa, hatalemewa. Vile Bwana mkushi alifika na ripoti yake ikakuwa sawa, hata huyu mpendwa ripoti yake itakuwa sawa. Na kataa kila roho ya uoga, kila roho ambayo inawatingiza wakati kama huu. Watoto ambayo sasa hivi bado wako kwa nyumba hawajapata school fees, wala ambayo wameshindwa hata vile watalipa nyumba, wala ambayo wameshindwa mambo ya cases wako naye, wala ambayo Bwana unapitia hali ngumu, Jehova nakabidhi kwako. Pokea sifa, pokea utukufu, kwa sababu wewe ni Bwana. Asante kwa ulinzi, asante kwa uongozo, asante Bwana hata kwa Lolwe TV. Unainua hii Lolwe TV kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Director wa hii kampuni na kila mmoja Bwana anatangaza kuinuliwa kwao, kwa sababu wewe ni Bwana. Inaweza onekana Bwana ya kwamba wengine wamekimbia sana, lakini wewe unayotimiza lengo lako mwishowe utatimiza. Simama na Lolwe TV Baba, simama na wafanyikazi na wahubiri wote kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Na kabidhi askofu wako Juma mikononi mwako Bwana. Na kabidhi kanisa la God of Eternity na viongozi wote mkononi mwako. Pokea sifa na utukufu, sababu wewe Bwana unaleta mambo ambayo ni tofauti. Waliodharuliwa, waliowekwa chini, wale ambayo wanaona ya kwamba wamewachwa, wale ambayo wanaona ya kwamba wengine wamekimbia kwa shinda, Bwana ni wakati wa kuinuliwa. Asante Bwana wa majeshi kwa sababu ya utulivu, kwa sababu ya nguvu mpya, kwa sababu ya uweza. Pokea sifa, pokea utukufu, kwa sababu wewe ni Bwana. Asante jemedari, kwa sababu unastahili. Katika jina la Yesu tumeomba, amen. Mpendwa msikilizaji na mtazamaji wangu, nashukuru Mungu sana kwa sababu ya fursa hii
ambayo nimepata ili niongee na pamoja na wewe. Nataka niseme ya kwamba ubarikiwe. Wewe ni wa maana, wewe ni wa baraka. Umekuwa wa baraka kwa huduma yangu, umekuwa baraka kwa familia, umekuwa baraka. Nashukuru wale ambayo wananipigianga simu, wale ambayo huwa wanakuja kanisani. Nataka nikualike tena kwa mara nyingine. Ni mwezi ambayo tunaendelea na huduma. Namba yangu ni 0722 115714, 0722 115714 ama 0733 736040, 0733 736040. Iko hapa kwa screen. Chukua namba yangu, piga simu na tukutane. Kama sio hivyo, tukutane wiki ijayo. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father, I offer you the